you very much. The clergy, our leaders, led by our governor here. Kanisa, hamjambo. Mimi ndiye Peter Menja, anakuwa Ezra na Jacqueline, na taanza na kumshukuru, mmetusupport vizuri. Yes, you are standing with us. 22nd September 2024 ni siku kwa sisi familia hatutaisahau, kwa sababu ni siku ilikuwa ngumu sana kwetu, na tukawa tumeshindwa ni ukweli ama ni ndoto tuko nazo. Hiyo ndiyo siku ambaye baba wa Ezra alinipigia simu, I'm living ya Thika, akaniambia umejua Ezra amepata accident. Nikamwambia sijajua, na and that time nilikuwa naenda huko town. So he's a very wise father. Akaniambia do this, enda Thika level 5, uangalie the condition, then you tell me. So mimi sasa nikakimbia level 5. Kufika huko, so I had to call back. Nimuulize, umeniambia ako huko, sijamuona. Akajua sasa niko stable. Kaniambia enda General Cargo straight, utapata wengine. So sasa mimi nikashika hapa, kajua bas mambo iko mbaya. Yes, so nikaenda, kashindwa nirudi nyumbani, nikaangalia akina Jacqueline ama nifanye aje, lakini kitambo nitoke kwa gate nikashika laini nikaenda kwa General Cargo. So nikapata familia hapo. So nataka kusema Ezra tumeishi na yeye around here, kijana mzuri, na behind hiyo I've told you the wise father ndio huyo ame lead huyo Ezra mpaka ukaona amefika hapo, and the strong mother ambaye ako hapa again, kapata the woman of Proverbs that one ambaye anaitwa Jacqueline. So those three people and as the family ndio walikuwa behind Ezra, and nafikiri Mungu atalaza mahali pema huko peponi. Now tukisema ya Ezra, Mr. Governor, tumefanya wakati tulikuwa vijana, tumefanya kazi pamoja mahali. So nimesema hivyo ndio asiulize huyu mtu tulikutana wapi. We worked in a field when we were young people, uko somewhere. So tulijuana wakati hiyo, lakini wakati tumezeeka hata labda anaweza sahau na mimi. But thank you very much na kwa kutusupport, na sitaongea mengi, sijazoea kuongea sana. Thank you. Asante sana Bwana Meja. Katika maisha ya Ezra aliweza kuguza vijana wengi, haswa hapa kwetu kanisani. On behalf of the church youth, nitamuita moderator wa youth, kijana Victor. Hawa Ezra ameweza kufanya kazi na wao, and I know he was an inspiration. Karibu Victor. Madam Jackie and the family of Mahesh Ezra, all protocols observed. I am Victor Mwangi, the youth moderator hapa Goingwa, and I'm here to give our tribute to a friend, a brother, and a leader. In life, we are gifted with certain individuals who leave an indelible mark on our hearts and in our communities. Today, we gather in profound sorrow to honor and remember one such soul, group
He was not just a friend, but he was a brother, a guiding light in our youth choir, and an inspiration as our Mahesh. His leadership, kindness, unwavering commitment, and generosity to us as youths will forever resonate in our hearts. He led by example, always lifting us and steering us towards purpose. As we mourn, we also celebrate the incredible legacy he left behind in our youth group. His presence was a beacon of hope and strength to the group, always offering wisdom, support, and love to anyone who needed it. Though his life was cut short, the impact he made to our youth members will live on in each one of us, be it those of us in Kihara, those of us in UDA grassroots elections, those in KDF, among other government organizations. To his family, friends, and all who had the privilege of knowing him, we offer our deepest condolences as a group. Our hearts really ache with you in this profound sorrow. We know there are no words to ease. All shared with him will bring all of us comfort. May Ezra's soul rest in eternal peace, and may we find strength in each other as we honor his memory. Rest in peace, dear brother, mentor, and Mahesh. You will always be in our hearts. Thank you very much, Victor. Katika maisha ya Ezra, all ages. He was a jovial man, and I want to invite a very jovial man on behalf ya marafiki wote ambayo walikuwa wanacheka na Ezra, Chairman Edwin Irongo. Tuweze kumkaribisha Chairman Edwin on behalf ya marafiki wote. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mimi nimeitwa Chairman Edwin Irongo, and before I start, our clergy led by our President, Superior, and of course Paroko, thank you very much. Jackie and your family, our Governor, Mheshimiwa Alice, Cabinet Secretaries present, Principal Secretaries present, all the members of the County Assembly, Executive, na watu wote, good evening. I will be very brief. Normally, in a normal situation, I talk a lot. But for today, I only say 2 words, because I'm touched. Ezra was one of our very good friends kwa hili kanisa. When I was the chairman building this church, tulikuwa na Engineer Anthony Mwaura. Ezra, akiwa that young, he really assisted us. Wakati tumepiga magoti, mmesikia tuko na mkeka kwa Pius. He contributed a lot. And he was a very young man. So kwa marafiki, najua tumeguzwa. But I'll tell you 2 things. In life, there is detachment for attachment. In life, sometimes you have to be detached for you to be attached. So our good brother
I know he has been detached from this world, but of course, he has been attached somewhere very good in heaven. That is one point. The other point to the family and to the church members is, we normally say, no matter how dull the night is, the morning will still come. Today, our faces very dull, but our morning is coming. Jackie will be with you. All the members of this family and the wazazi will be with each and everyone who will get any problem. But we pray that problems will not be much. Ya mwisho. I'm so happy because of MCAs. From Sunday, I noted, and maybe all the members of County Assembly of Kiambu wasimame, led by the governor. Ebu simameni. Si kawaida the governor, but wamatangi simama. It is not that easy. Ebu clap for these guys. Kwa unyenyekevu, kaeni chini. This team from Sunday wamesimama na sisi, and thank you very much. I like your leadership, and that is very good. Also to our church members, tupendane na tusaidiane. On Tuesday, tukienda kumlaza zote, we go. Sitapitisha hapo, na hebu tu nisimamishe nikae tu hapo. Asante, Wallace. Thank you, very chairman. I know it is hurting tuweze ku-appreciate chairman. Kwa maisha ya Ezra ya imani, aliweza kupita katika daraja zote na akaweza kuungana na kikundi cha wanaume wa Katoliki wa CMA. Kwa hivyo nitamuomba moderator wa CMA Bwana Joseph Rohio aje atoe rambirambi zake. Tumsifu Yesu Kristo. All protocols observed. Leo ni siku ambayo ni ngumu sana kwangu. Ya rafiki yangu, my brother, sio kawaida na sio rahisi. Ezra, wakati nimeishiwa na fedha, kunao watu huwa wanapigia. Na haraka haraka sana anaweza kunisaidia. I think hakuna siku kwangu ilienda bila kuongea. Zingine saa hii mimi hata sijui nianze wapi. Nimeng'ang'ana kabisa kuweza kutulia, kuweza kujipa nguvu, na hiyo ndio tu tunaendelea kuombea familia wawe na nguvu. Juzi engineer akasema ni ajabu sana, kwa sababu mimi niko na shosho kutoka kule Deya Lemuru. Buffalo ama Bogo, sijui ilitoka wapi, ikakuja ikararua shosho yangu vibaya sana. Nashukuru Mungu shosho yangu saa hii yuko hai. Ezra alikuja kumuona akiwa hospitali. Sasa shosho jana juzi nilienda kwake kumwambia kijana mwenye alikuja kukutembelea hayuko nasi. Imagine hiyo ni maisha ya namna gani? Shosho ako na 84 years, Ezra 34 years, ameachana na 60 years, na Mungu akaamua shosho wewe endelea kukaa dunia, nawe Ezra wewe kuja. And I think Ezra aliitwa kwa sababu ya kutumikia Mungu sana hapa. No koko iguru ne gwakagwo arerirwo kahaha undeithie ni uruta wira mwega guku thi.
akamuda guno kwagira munoi. I think hiyo ni kitu mzuri kwake, na tunasema Mungu aweze kumlaza pahali pema peponi. Sisi ambao tuko hapa tumeachwa, tuendelee kusupport familia, na ningeomba kwa unyenyekevu ambao wako hapa ndani na ni wa CMA waweze kusimama tafadhali, tuwaone. CMA members wengi naona wako kule nje. Asanteni sana. Thank you very much. Tuendelee kusupport familia. On Tuesday tuende pamoja. Tumekuwa pale nje kama ushers. Kama kuna mtu mmoja tumemiss kwa hiyo kikundi ambao tulikuwa hapo, ni Ezra. Ezra was all the time. Hajawahi kaa hapa mbele, ni kazi yake ni kuhakikisha kila mtu amekaa vizuri, na alikuwa asha kila wakati. Hata wakati wa CWA huyo alikuwa asha. Hiyo tutamiss. Kijana mmoja rafiki yake ambaye peke yake ndio walienda kuendea gari yenye alipata ajali nayo kule Mombasa, ile Subaru. Sijui ameenda wapi. Rafiki yake kwa karibu sana, labda watu hapa watu hawajamjui. Tunaendelea kuongea naye kwa sababu naye amekaribu na hii jambo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Katika maisha ya imani pia Ezra aliweza kushiriki katika jumuiya ya Kristo Mfalme, na pale endelea kupanga mipango yake ya kumlaza. Kwa hivyo nitamwandika moderator wa jumuiya, na yeye pia ni chairman wa kamati, Mr. Aspenza. Jackie and the Ezra family, our clergy, led by our governor, my friends and friends of Ezra. God is good, and all the time, God is good. Ikaraga imokenete, I've known Ezra for more than 8 years. I had a privilege to be in many occasions. I also had a privilege to serve Ezra as a moderator of Christ the King, where Ezra was our servant. He was truly a good member. We'll miss him. Ezra was a good leader. He was such a gentleman. I also had a privilege to serve Ezra as vice moderator of his church. Ezra was a permanent usher with the moderator of CMA said. Na si uongo, wakati watoto walikuwa na serve, when children were animating, Ezra was in the middle of those children. Akona msipi ya asha na anawasaidia kuleta visanduku za sadaka. Pia wakati CMA wanaserve, Ezra was just that 4 years, I think among the youngest in CMA, na alikuwa anachanganyikana na wazee wa 80 years. Wakati CWA wana animate,
wakati tumeleta vitu mzito pale za sadaka, Ezra ndiye alikuwa anawasaidia kuleta hapa. We'll miss him, and he was truly a great man. I've also had a privilege to serve him during his wedding as a chair of his wedding committee. And let me tell you, this church during his wedding, it was as full as it is today. Meaning, hatukuja tu kumwomboleza, tulikuwa tunampenda hata wakati wa mazuri. It is very unfortunate that today I'm serving him for the last time as a chair of his burial committee. It's very unfortunate. I'll miss him personally. As Jumuiya will miss him so much. And I know everybody here will miss him. After this, I talk as a chair. We are having a fundraising. Tonight, Ezra. But action speaks louder than what? After this, we are having a fundraising. We want to raise the family of Ezra than it was. Please, namuomba tujitolee. Ile kitu mtu anaona for the last time, na waomba tujitolee. God bless you all, and God bless family of Ezra. Mtamwanika moderator ili tumalize mambo ya kanisa tuweze kuingia, lakini when sorrow like sea whatever taught me to say, it is well. It is well, it is well. Is well, it is well. Father Superior and other members of the clergy, County Assembly, mawaziri na wasaidizi na makatibu, na milele itabidi tujipe. God commands us. As much as our hearts are down, much as we mourn, we have hope. A Tanzanian alikuwa anaitwa Remi Ongara, walimuita sura mbaya.
yes, death has no mercy. Because if it had, and have considered a number of things, most of them having been mentioned. The young family, the life of service to the community, nationally. It could have considered so many factors, the young age, the promising, the budding star life. But all that didn't come into consideration. Sisi kama kanisa, as a church, we have equally lost. As you in different formations are mourning this strong, young, departed soul, equally as a church, we have been left with a big vacuum. For those of us who are here on Sunday, when the news were broken, I heard people saying they never followed anything after that. Father Leonard, you could have been as well been preaching to yourself, because everybody was confused because of the central law that Ezra prayed in our church. You have heard the testimonies here, and if we continue, we can narrate them again and again, on and on and on. But allow me just to highlight one that came out very clearly, and that was of servant leadership. Ezra was a servant leader par excellence, and you have heard the testimonies here. And he acknowledged and appreciated authority. As has been said, maybe apart from my friend Wale is here and Dhongo, everybody else that was close to Ezra was beyond in terms of age. He was 34. He was moving around with us 40, 50, 60s. And he fitted very well. He recognized authority from the church, from the society, and I also believe even where he worked at the county assembly. The sense of humility. Hata wengine tulikuwa tunamwambia, mheshimiwa bana, we should be serving you. Hapana, mimi ni mtumishi. Alikuwa anajiita mtumishi. And he would serve. So as a church, we mourn that gap. But because there is a God in heaven, He's going to give us another Ezra. Yesterday, when we were at the vigil there, somebody asked, sasa Mungu tutatoa wapi Ezra mwingine? God had better plans for Ezra, and we better let him go. Kindly let him go. Mungu alikuwa anajua sababu, anania, ana sababu. Kazi yetu ni kutii na kumshukuru. Actually, he says, we thank him every time. Wakati wa dhiki, wakati wa furaha, every time we should be there to thank God. However difficult it is, as a church, we can only say, our parishioner, rest easy. Mungu akitujalia tutaonana baadaye. May his rose sail in eternal peace. Thank you. Asante sana moderator. Tunapomalizia pande ya kanisa na marafiki, nataka kumpa Jacqueline Washera Kabuga nafasi aweze tuambia kuhusu marehemu mumewe, alafu baadaye nitamwalika the leader of majority to take us through on behalf of the county government of Kiambu. Karibu Jackie. Tumpigieni Jackie makofi apate nguvu anapokuja.